Sheria namba 5 ni violation. Kwenye violation tunasema, kwa Kiswahili naweza nikasema kuvunja sheria, au tunasema makosa ya kisheria, infraction of the rule, kuvunja sheria za mchezo. Sasa kwenye violation kuna mambo mengi kidogo. Tukianza, tuna kitu tunasema player out of bound, mchezaji kutoka nje ya uwanja. Mkiwa mnacheza, mchezaji akigusa eneo mbali na ile touch line, au akagusana na mchezaji, au akagusana na meza au kitu chochote kile, hiyo tunasema ni player out of bound, ni violation. Lakini kitu kingine ni ball out of bound. Mnacheza mpira ukaenda ukagusa meza au ukagusa mti au ukagusa nini, ni out of bound, maana yake inakuwa ni nini? Ni violation. Kitu kingine hapa tunasema walking or traveling, kutembea, ambapo hapa tunaweza tukatemu kwa namna mbalimbali. Mfano, umeukamata mpira wa basketball, ukienda zaidi ya step moja, hiyo ni violation, inakuwa ni travel. Tunasema ni travel, ni violation. Maana ukikamata mpira wako papo, nikapiga hatua moja alafu nikapiga ya pili, more than one step, that is a violation. Lakini kitu kingine, nimeukamata mpira alafu nikatembea nao bila kudribble, that is a violation. Maana ukiukamata mpira unaweza ukadribble, ukiwa na dribble no, hamna shida. Lakini kitu kingine, nimeukamata alafu nikanyanyua ile landing foot. Maana ukiwa umetua na mpira chini pale, kunakuwa na landing foot na mguu mwingine, ambapo landing foot yenyewe haitaki kutoka pale. Maana kama landing foot ni mguu wa kulia, ninaweza nikazunguka kulia, kushoto, mbele, nyuma, lakini huu mguu wa kulia usitoke hapo. Kwa hiyo ukitoka tu, that is travel. Maana yake inakuwa ni tayari ni violation. Lakini kitu kingine ni mfano, tunacheza alafu nikadondoka na mpira. Nikidondoka na mpira ule na nikasimama nao au nikauburuta, that is a violation. Lakini mfano, nimedondoka nikaukamata vizuri, nikauweka chini, nikaacha akachukua mwenzangu, that's not the problem. Lakini kitu kingine tunasema ni 3 seconds violation. 3 second violation, ukiwa kwenye front court wakati una attack timu pinzani, kuna kieneo unakikuta, kwa Kiingereza kinafahamika kama restricted area. Ukiwa na mpira eneo lile, wakati mnafanya attempt, hautakiwi kukaa hapo zaidi ya sekunde 3. Lakini kitu kingine tunasema ni 5 second violation. Mfano, umepokea pasi ukaureceive mpira vizuri, hautakiwi kukaa nao zaidi ya sekunde 5 bila kupass, kudribble au kushuti. Maana ukisha ukamata ule mpira, sekunde zinakuwa zina count. Maana wewe itabidi uchague kupass, kushuti au dribble. Lakini kitu kingine ni 8 second violation, ambapo hapo tunasema kwamba mkiwa mnatoka kwenye back court kuelekea kwenye front court, kabla, yani kutoka kwenye back kwenda kwenye front, kunakuwa na 8 second. Maana kutoka kwenye back mpaka kwenda kwenye front inabidi mtumie sekunde 8. Maana sekunde 8 zikiisha kabla mjatoka kwenye back court na kwenda kwenye front court, that is a violation. Lakini ukitoka hapo, kuna kitu tunasema short clock violation, ambapo short clock violation imegawanyika. Kuna sekunde 24, lakini pia kuna sekunde 14. Sekunde 24 ni mpo kwenye front court mna attack, mpira uko live kabisa, kunakuwa na 24 seconds zikiwa zina count pale. Maana 24 seconds zikiisha pale, bado hamjafanikiwa kutimiza shambulizi lenu, that is a violation. Lakini tunaposema dakika sekunde 14, hapo ni mpira wa rebound, umerusha alafu mpira ukagonga backboard, ukao umerudi pale mkaureceive. Sasa kureceive pale kunakuwa na hizo sekunde 14 ili mambo mengine yaendelee. Kipengele kingine hapa tunasema ni backcourt violation. Tukiwa tunaenda kuataki, tukishavuka tu kutoka kwenye back court kwenda kwenye front court, nikiwa kwenye front court nikarusha mpira nikarudisha kwenye back court, that is a violation. Kitu kingine tunasema ni double dribble. Mfano, mpira umekuja nika receive na mikono miwili afu
that is a double dribble. That is a double dribble. Maanake tayari inakuwa nimefanya violation. Lakini kitu kingine, mfano mpira unakuja na ukamata na dribble, alafu na ukamata, alafu na dribble, hiyo ni double dribble. Maanake inabidi nikiukamata, nikidribble, nitakapokuja kucatch au kukamata, itabidi ni shoot, ni pass or something like that. Hamna option nyingine. Lakini nikija nikirudi nika dribble, that is a violation. Kitu kingine tunasema ni goal tending. Mfano mpinzani ameshoot mpira, umeshaenda katika downward flight, mpira uko tayari umekaa katika engo hii kushuka kuelekea katika basket, alafu mimi nikaenda interfere, that is a violation. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa goal interference. Mfano unagusa basket pale, mtu karusha mpira kwenye backboard, unagusa backboard au unagusa net au unagusa ring, udisturb ule mpira, that is a violation. Hiyo ni sheria namba 5. Sheria namba 6 tunasema ni foul. Sasa kwenye sheria hii ya foul, sheria namba 6, kuna vitu vingi. Mfano kitu cha kwanza tunasema blocking. Mtu ana dribble, unamzuia njia, that is the foul. Kitu cha pili tunasema holding. Mtu ana dribble mpira, unamkamata, unamvuta. Lakini nikumbushe kidogo hapo, kwenye blocking unaweza mtu akawa na mpira au ana mpira. Mfano mtu ana dribble kule, anapita, ukamzuia njia, that is a blocking, foul. Lakini tunaposema holding, unamshika, that is a foul, haitakiwi. Lakini kitu kingine ni pushing. Mtu ana mpira au anataka kupokea mpira, unampush, that is a foul, Lakini foul nyingine ndio hizo tunasema kuna technical foul. Ni contact foul. Hiyo usishi contact. Maana yake mfano unatumia lugha chafu, unatukana referee na kadhalika, inaweza akafanya coach na mtu mwingine yote, whatever the case, that is a foul. Lakini kuna kitu kinaitwa unsportsmanlike foul. Maana yake ni foul ambayo very dangerous, unaweza ukahatarisha usalama wa mchezaji mwenzako, pengine kumpelekea asiweze kuendelea na game na kadhalika. Hiyo pia ni miongoni mwa foul mbaya sana ambayo inaweza ikakufanyia ukapata DQ kwenye hiyo game, usiweze kuendelea kucheza. Lakini kitu kingine au foul nyingine tunasema ni double foul, ambapo yenyewe sasa nimekufanyia foul na ukanirudishia pale, that is a double foul. Mfano kwenye football unaonaga mtu kupush naye unaenda unampush, that is a double foul. Hiyo nayo ni foul, haitakiwi kwenye mchezo wa basketball. Hiyo ilikuwa ni sheria namba 6. Lakini tukitoka hapo tunaenda sheria namba 7, tunasema general provision, masharti ya ujumla.